Nyesi mnaonaga Diarra namna ambavyo anakolomea waamuzi wetu. Si mnaonaga namna ambavyo anawakoromea. Jana mmeona amefanya hivyo? Jana mmeona Diarra anamkoromea mwamuzi au pengine anakumbuka adhabu ya juzi hapa. Adhabu pengine baada ya penalti mliona anamfuata mwamuzi kumkoromea. Mnajua kwa nini? Kwa sababu anamwogopa yule mwamuzi. Waamuzi wetu wanakosa kuthubutu, wanakosa kujiamini. Una kadi mfukoni, mchezaji anakuja anakuzonga zonga. Kwa nini usimwadhibu? Wanakosa huo uthubutu. Wanakaa pale wanaogopa. Lakini kwa nini jana Diarra hakumsumbua mwamuzi? Kwa nini hakuenda kumkoromea? Kwa nini hakuenda kumfanyia vurugu? Kwa sababu anajua nikimfuata huyu anajiamini na kazi yake, anayejua kazi yake ataninyoa. Sisi watu wetu wanakosa huo thubutu, wanakosa hali ya kujiamini. Sheria inakuruhusu mchezaji akikuzonga zonga, kama sio nahodha, mchezaji amekuja akamfinya yule akaingia kwenye miguu ya Chama na ikawa penalti. Kwa hiyo ni utulivu wake wa hali ya juu umeendelea kuwa msaada mkubwa kwa Simba Sports, na ndio maana tunamuita Kingunge. Jana ni kama ulikuwa unaangalia mpira ukiwa na pressure kubwa. Mechi ya jana haikuwa na ubora na kukufanya utulie na relax. Mechi ya jana ilikuwa ngumu sana. Ilikuwa ngumu kwa maana ya kwamba wapinzani wetu na wenyewe walikuwa bora sana kwenye kuna wakati walikuwa wanatushambulia, kuna wakati walikuwa wametuzidi, kuna wakati walikuwa wametukamata, kuna wakati unaona kabisa hapa tunafungwa, kuna wakati unaona hapa mambo leo ni magumu. Ilikuwa ni mechi ambayo imetawaliwa na mpishano wa vipindi namna hiyo. Tofauti na mechi ile ya kwanza. Mechi ya kwanza Simba tuliangalia kwa starehe kubwa kwa sababu tulimtawala pakubwa sana mpinzani wetu. Mechi ya jana ilikuwa tofauti. Mpinzani naye alikuwa anajipapatua. Kwa hiyo mechi ilikuwa na pressure kubwa, hatukuangalia kwa raha. Tumekuja kufurahi baada ya penalti na tukafurahi zaidi baada ya goli kufungwa. Ambao wanasema hili ni kikombe ambalo walikuwa kwenye mpango wao kabisa, na wao wanalenga zaidi mchezo unaofuata tarehe 3. Wanasema hili kombe ambalo mmebeba alikuwa katika mpango wao msimu huu. Sidhani kama amesema. Wanasema mechi ya tarehe 3 ni mechi ambayo wanaitolea macho na yenye maana kubwa sana. Sijui wao watasemaje, watajua wenyewe, lakini kwa lugha nyepesi tu hizo ni sizitaki mbichi hizi. Wao walikuwa na mpango na kombe, hawana mpango na kombe. Sisi tumewafunga, hicho ndicho ambacho sisi tunajua. Hatujamalizana. Tunakwenda kwenye mechi ya tarehe 3. Hiyo ndiyo mechi muhimu zaidi kwetu. Mpaka kila namna ambavyo anafanya mabadiliko kwa silaha kwa mechi zaidi ya 5, mabadiliko yake yameleta impact kubwa. Hii inaonyesha Simba na mwalimu Kalibageni anaweza kufikisha nchi ya hadi mechi yake kubwa ya CAF. Kwa lugha nyepesi tu tunaweza kusema ya kwamba tulikuwa naye katika ligi ya Tanzania hivi sasa, wala hauhitaji ramli, hahitaji calculations za desimali, wala hazihitaji chochote. Stephen Baka ndiye kocha bora tuliyekuwa naye katika ligi ya Tanzania hivi sasa. Amedhihirisha hilo kwa ubora wake, amefanya hivyo tangu amekuja, na ameibadilisha Simba na kuifanya kuwa timu tishio na timu bora hivi sasa. Mara chache sana katika fainali timu moja kuchukua zaidi ya tuzo 5. Simba Sports Club ukiacha kombe alilochukua amechukua zaidi ya tuzo 4. Hii inaonyesha ubora wa kikosi chenu. Ukiona timu inachukua tuzo zote, manake hiyo timu ni bora. Hatujachukua ubingwa kwa kubahatisha. Tumechukua ubingwa kutokana na ubora wa timu yetu ambao umetamalaki kila eneo. Tuna golikipa bora, na mind you, aliyechukua tuzo ya golikipa bora
ni golikipa namba 2 wa Simba Sports Club. Just imagine kama angecheza golikipa namba 1. Mfungaji bora ni mshambuliaji kutoka Simba Sports Club, Selemani Mwalimu. Na Selemani Mwalimu, ndugu zangu waandishi wa habari, Selemani Mwalimu amewafunga Yanga mara 2 mfululizo. Amewafunga kwenye mechi ya ligi kuu ya NBC pale Zanzibar na amewafunga jana. Jambo nyingine kuhusiana na ubora wa waamuzi nitaka kusahau. Nyesi mnaonaga Diarra namna ambavyo anakoromea waamuzi wetu. Si mnaonaga namna ambavyo anawakoromea. Jana mmeona amefanya hivyo. Jana mmeona Diarra anamkoromea mwamuzi au pengine anakumbuka adhabu ya juzi. Adhabu pengine. Baada ya penalti mliona anamfuata mwamuzi kumkoromea. Mnajua kwa nini? Kwa sababu anamwogopa yule mwamuzi. Waamuzi wetu wanakosa kuthubutu, wanakosa kujiamini. Una kadi mfukoni, mchezaji anakuja anakuzonga zonga, kwa nini usimwadhibu? Wanakosa huo uthubutu, wanakaa pale wanaogopa. Lakini kwa nini jana Diarra hakumsumbua mwamuzi? Kwa nini hakuenda kumkoromea? Kwa nini hakuenda kumfanyia vurugu? Kwa sababu wanajua nikimfuata huyu anajiamini na kazi yake, anayejua kazi yake ataninyoa. Sisi watu wetu wanakosa huo thubutu, wanakosa hali ya kujiamini. Sheria inakuruhusu mchezaji akikuzonga zonga kama sio nahodha. Wanitolea macho na yenye maana kubwa sana. Sijui wao watasemaje, watajua wewe wenyewe, lakini kwa lugha nyepesi tu, hizo ni sizitaki mbichi hizi. Wao walikuwa na mpango na kombe, hawana mpango na kombe. Sisi tumewafunga, hicho ndicho ambacho sisi tunajua. Hatujamalizana. Tunakwenda kwenye mechi ya tarehe 3. Hiyo ndiyo mechi muhimu zaidi kwetu. Mpaka kila namna ambavyo anafanya mabadiliko kwa silaha kwa mechi zaidi ya 5 mabadiliko yake yameleta impact kubwa. Hii inaonyesha sana mwalimu Kalibagani anaweza kufikisha nchi ya hadi mechi yake kwa lugha nyepesi tu tunaweza kusema ya kwamba tulikuwa naye katika ligi ya Tanzania hivi sasa, wala hauhitaji ramli, hahitaji calculations za desimali, wala hazihitaji chochote. Stephen Baka ndiye kocha bora tuliyekuwa naye katika ligi ya Tanzania hivi sasa. Amedhihirisha hilo kwa ubora wake, amefanya hivyo tangu amekuja, na ameibadilisha Simba na kuifanya kuwa timu tishio na timu bora hivi sasa. Mara chache sana katika fainali timu moja kuchukua zaidi ya tuzo 5. Simba Sports Club ukiacha kombe lilochukua amechukua zaidi ya tuzo 4. Hii inaonyesha ubora wa kikosi chenu. Ukiona timu inachukua tuzo zote, manake hiyo timu ni bora. Hatujachukua ubingwa kwa kubahatisha. Tumechukua ubingwa kutokana na ubora wa timu yetu ambao umetamalaki kila eneo. Tuna golikipa bora, na mind you, aliyechukua tuzo ya golikipa bora ni golikipa namba 2 wa Simba Sports Club. Just imagine kama angecheza golikipa namba 1. Mfungaji bora